Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji. Leo niko kwenye bunge la Endebess wadi ya Chepchoina, ikiwa ni soko mjinga main stage. Na leo niko na baadhi ya wanabodaboda. Nataka tuambie jinsi kupanda gharama mafuta imeweza kuathiri kibinafsi. Tuanze na jina, alafu tuambie vile gharama mafuta imeweza kuathiri wewe kibinafsi. Jina nani? Okay, asante. Kwa majina najulikana Timothy Msungu. Mimi ni organizing secretary wa bodaboda wadi ya Chepchoina. So kwa upande wangu mafuta imeweza kutuadhiri sana, na hawa bodaboda sasa ukiambia mteja aongeze bei inakuwa ni vigumu sana. So inafanya sisi sasa tunaenda nyumbani bila kitu, na imeletea kukosana na hawa wanawake. So mimi nilikuwa nasema hawa bunge ambao tulichagua, sisi tumekataa maneno ya kwenda kwa barabara, maandamano hatutaki. Tunataka hawa bunge ambao tulichagua tumewapea platform, waingie bunge, waende wapigane na hiyo maneno, wateremshe mafuta chini. Then chenezambia rais, mimi chenezambia rais arudi Kenya na akae chini na hao bunge wake waelewane, wateremshe bei ya mafuta chini. Yeah. Labda nikiuliza, nauli imeweza kupanda ama imebakia vile vile? Kwa upande wetu tuwesema nauli imeweza kupanda cause unajua saa hii motorbikes nyingi, na mteja wakati wewe utasema unapandisha nauli, mwingine atatokea labda anaenda njia hiyo na anambeba. So sisi ndio tuko naumia, nauli haijaweza kupanda hata kidogo. Yeah. Sawa, asante sana. So ndeweza kukaribisha Secretary General naye aongea hapa. Sawa. Labda tuambie jina ni nani na inaweza kuathirika vipi? Okay, mimi kwa majina naitwa Duncan Kiprotich Kemboi. Mimi ndio karani wa hii stage ya soko mjinga. Labda tuambie gharama mafuta na kupanda bei ya mafuta imeweza kuathiri kivipi watu wa eneo hili la soko mjinga? Kitu ya kwanza, in 2022 tuliona president akisema ya kwamba ataweza kubadilisha uchumi na atahakikisha kwamba mafuta taa, diesel na petroli inateremka bei. Sasa tunashangaa wakati ameingia, badala bei ya mafuta iweze kuteremka, tunaona yeye ndiye amepandisha zaidi. Na hiyo haikuwa agenda yake wakati alikuja kutuambia sisi kama masafara ya kwamba anatuletea ile platform ya bottom up. Yeah. Unaweza kumwambia rais wa Kenya sasa hivi? Okay, ningependa kuambia Wakenya waweze kujikaza, na pia huyu president kuhakikisha kwamba kiboka ambaye amechapa nayo pia na atapigwa nayo. Sawa. Nani mwingine? Mzee mwingine Susu kuje. Labda majina ni nani, alafu tuambie vile jinsi gharama mafuta imeweza kuathiri wewe binafsi. Kwa majina yangu ni Rogers Wanjala. Mimi kwa jina lingine kimaarufu hapo huwa wananipenda kuniita Sifuna. Mimi hapo ndio Sifuna. Na niko na msimamo. Kwanza kwa hii gharama ya maisha hii imeenda juu sana. Kwanza kama mambo ya mafuta hii imetuathiri sisi kama vijana wa maeneo haya, ambayo mapikipiki ni mingi, ambapo hata ukiambia customer umwekee pesa, ambaye kama mahali kama hapa sasa soko mjinga hapa, tukienda kama mahali kama Anderson tulikuwa na bebeanga 50 hapo awali, lakini wakati mafuta imepanda tunaambia mteja hata angalau tuwekee kitu kama shilingi 70 ama shilingi 80, anaona ni vigumu. Wakati huo unakuwa na msimamo ya kusema nataka shilingi 70, mteja huwa anaamua kuenda na miguu ama anatafuta pikipiki zingine. Sasa hapo unaona rais kama angetoka mahali penye anatoka huko, hata kama ameenda kutafuta soko zingine huko ya mafuta, angeregeza kidogo. Hali ni ngumu ndugu yangu. Labda wateja wanaweza kubaliana na hii hali mpya ya kupanda ama hapana? Unajua siwezi sema wateja watakubaliana, ili wapo wananchi wa chini naye maisha imeenda juu sana. Siwezi lazimisha mteja akuwe na anipe pesa yenye anataka na kuwa kumaanisha kumbe hana pesa. Sasa unaona hapo nikimwambia nipe hii pesa yenye kama yenye inifurahisha roho yangu, mimi naona itakuwa nimemuumiza. Mzee kama huyu nikimwambia anipe shilingi 100 kutoka hapa Anderson, si unaona hawezi nipe? Si unaona itakuwa ni vigumu hapo. Na mimi nasema licha unaona wenzangu wanasema Kasongo one time, lakini akiregeza kidogo mafuta tutamfikiria kidogo. Asiporegeza ni one time. Sawa. Nani mwingine hapa? Okay. Kwa majina ni Wilfred, but wengi wananiita kama Mbegu. So kwetu kuja kwa mambo na mafuta naumia. Wengine tumeweka mapikipiki kwa nyumba, tunalima nyanya, tunatumia mafuta kutumia kwa magenerator. Sasa imebidi hiyo biashara itarudi chini. So jenye tunasema tu Kasongo ashuke na ashuke pia na mafuta.
Ni hayo tu mwenzangu. Sawa sawa. Nani mwingine? Sina la kuongea, nataka tu niambie Kasongo ni one time. Mimi naitwa Benraju Masud, ni bodaboda. Leo nimeweka mafuta ya 200 kwa pikipiki. Lakini hiyo mafuta ya 200 imeniletea shilingi 300. Hasa hata kama venye mnaniona hivi sijavaa jacket leo, nimeamua nipeleke pikipiki kwa nyumba kwa sababu kama nimepata 200 inamaanisha nikipeana hiyo pesa nyumbani, pesa ya mafuta tena sina. So mimi nilikuwa naomba rais wetu ashukishe bei ya mafuta, at least sina tupate kitu kidogo ya kwenda na nyumbani. Labda nikiuliza, kwa hii stage mko na bei maalum ya abiria ama kila mtu na bei yake? Okay, bei ni maalumu, lakini sasa wakati mafuta imepanda, mahali kama hapa juu tulikuwa tunaenda shilingi 50, lakini wakati mafuta imepanda hii, ukienda hapa Anderson, ukirudi mafuta ya 40 imeisha. So inamaanisha ukipeleka mteja Anderson ukirudi umesave shilingi 10. Na ukisave shilingi 10, labda kwa mfano kwa hiyo lita moja tutasave ngapi ndiye rudisha at least kitu ya kuweka kwa mfuko. Kwa swali lingine, kwa hii finance bill 2026-2027 ambayo itakuja kupitishwa mwezi wa 6, mnaonaje kuhusiana na bei ya mafuta? Kwa waweze kulegeza mafanyaje? Tulikuwa tunaomba, na hiyo ndio matamanio yetu, watulegezee bei ya mafuta kidogo. Sawa sawa. Okay. Kwa hiyo finance bill mimi nilikuwa naomba hivi, waweze kupandisha vitu ambavyo visaidii Mkenya kama pombe, kama sigara, hizo ziweze kupanda bei. Lakini tukikuja kwa ile inasaidia Mkenya wa kawaida, hii ni mafuta na vyakula, iwe mafuta ya mboga, iwe mafuta ya gari, hata iwe mafuta ya ndege, hizo vitu ziweze kushuka. So nilikuwa nataka kama inawezekana wapandishe vitu ambavyo visaidii Mkenya wa kawaida kwa hiyo finance bill, alafu hii vitu ambavyo inasaidia Mkenya washukisha. Na kama hawatashukisha vitu ile sisi tunataka, inamaanisha tena pia kutakuwa na maandamano kama ile ilikuwa Gen Z ya 2022. Kidogo mimi ndarudi kwa upande ya Kasongo tu. Kasongo wakati alitafuta kura akatuambia sisi kama vijana wa bodaboda, wa mama wa vibanda ama mtu wa chini, alisema atatuinua atupeleke juu. Lakini mimi nimeona saa hii yeye badala atuinue ameinua miguu zetu ameziweka chini, kumaanisha longi zote yenye iko na pesa inaanga chini ya kisikokota. Sasa mimi nilikuwa naona, mimi sipendi, hadi sijafurahia hata kumuita Kasongo, lakini ni uchungu yenye niko nayo kumuita Kasongo. Lakini sasa kwa matumaini yangu, kama anasikia kilio ya wananchi kwa ujumla hii Kenya yote hii, aregeze tu mambo ya mafuta na maisha itakuwa sawa. Alafu mambo ya finance bill, kuna wabunge wetu hapa, kuna wabunge, sisemi wabunge wetu hapa ama kuna wabunge Kenya hii tuliwajagua, lakini hao wanaenda wanapitiza mambo yenye hao wanataka ama yenye rais anataka. Rais akisema hivi hao wanaenda left. Sasa sijui hatujui kama tulijagulia rais wa bunge ama si wananchi walijague. Sasa hapo hatuelewi. Juu mimi nakumbuka kama 2022 mtu badala aseme hii kitu inaumiza mwananchi, yeye anasema iko correct. Na sisi ndio tunajua wapi ndio inatufinya na wapi ndio tunaenda. Ni hayo tu ndugu yangu. Sawa sawa. Tukimalizia mimi nilikuwa nataka niambie rais na mawaziri wake ambao walichaguliwa. Unaona saa hii wako wanaleta ile at least wapatane na wale wahisani wa magari, wa pikipiki ili waongee. So mimi nilikuwa naomba kabla hiyo maneno ya kupandisha mafuta ama kitu chochote, wawe wanaita wahisani mapema, wakubaliane ndio maneno mafuta ipande ama ishuke. Lakini maneno ya kuamka tu kwa nyumba unapandisha ni kama ni kwako na ni inji umesimamia, hiyo tutakataa. Waite wahisani, waite mtu mwenye anasimamia bodaboda kama Mbadi, waite waziri, wakuja hapo, waite wenye wanasimamia magari, waelewane, waseme okay, tunataka tupandishe mafuta sababu ya hii na hii. Hawa kuja waseme okay, msipandishe mafuta, pandisheni unga ya ugali sababu tutakimbia kwa barabara tununue unga ya ugali. Lakini mafuta irudi chini. Hiyo ndio maneno yangu. Tukimalizia, nilikuwa na swali kwa waziri wa Kawi, Opiyo Wandayi. Kwa nini mafuta upandishe na shilingi 40, then wa Kenya tukipiga kelele upunguze na shilingi 10? Nataka nijibu hiyo swali. Sawa sawa. Kwa mwenyekiti, yes, una lipi la kusema kwa niaba ya wanabodaboda wote wa eneo hili la Soko Mjinga? Kwa niaba ya wanabodaboda wa Soko Mjinga, najua wote wako kadi na wanaona maneno ambayo inaendelea. So tunaweza sema tu kwa sisi saa hii
wacha tuwape muda waongee. Iwapo tena watakataa, Mungu amesaidia, muda imefika, tutaenda kwa ballot na tutachagua, si ni ukweli? So yangu ni hayo tu, tutaamua uamuzi. Sawa sawa, asante sana. Hayo yamekuwa baadhi ya maoni ya wanabodaboda kutoka eneo la Soko Mjinga, wadi Chepchoina, eneo bunge la Endebess, kutoka kaunti ya Trans Nzoia, Kitale. Sina la ziada. Jina langu ni Steven Wanjala, runinga ya Kishazi.